بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Awali ya yote tukikusalimuni kwa salamu ya amani, salamu inayotoka kwake Ar-Rahman, nayo ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tukiwa katika Ramadhani ya 17 na katika mada zetu mwambatano kabisa na zama tulizopo, zama hizi za akhiru zaman, yani zama za mwisho, na hapana shaka yeyote kwa yeyote anayeweza kuamsha nadhari za fuadi yake, yani uoni wa moyo wake. Fuadi ni moyo, uoni wa moyo wake atabaini kwamba, kwa kuwa atakuwa anatizama kwa jicho la moyoni, kwamba kwa dunia tuliopo sasa, majanga yaliyopo, mashaka mbalimbali, matatizo makubwa ya yote haya yanaonesha ni dalili kwamba ulimwengu wetu ulipofikia, tuko katika zile zama ambazo zilitabiriwa na manabii na maandiko matakatifu kwamba ni zama za mwisho. Lakini tukishuhudia mengi yanayoendelea Mashariki ya Kati na sehemu mbalimbali za dunia. Mada yetu leo ni mada muhimu mno pia, na mada hii anwani yake ni Almasihu Dajjal na kurejea kwa Israel. Almasihu Dajjal na kurejea kwa Israel. Almasihu ni nani? Masihi ni neno maarufu, ni neno hili la Kiarabu. Almasihu ni neno maarufu, maana yake masihi. Masihi wengi tunamfahamu nani masihi, lakini ad-Dajjal ni neno la Kiarabu ambalo linatokana na kitendo cha herufi tatu, kwa maana dajala. Dajala kwa maana kadhaba, amesema uongo. Kwa hiyo ukisema dajala rajulu, kwa maana kadhaba rajulu, amesema uongo mtu. Hivyo neno hili ukilifanyia mnyumbuliko, ukalipeleka katika kipimo kingine, tunasema sighatu fa'alin lilmubalaghati, ukataka kulitia chumvi neno hili, badala ya kusema dajala ukasema dajjalun, inakuwa ni fa'alun. Sasa hii inaitwa ni tamko la kutia chumvi. Maana yake itakuwa inabadilika, itakuwa muongeza maana zaidi kwamba huyu mtu ni muongo mno. Kwa hiyo kwa maana rajulun dajjalun inakuwa na maana rajulun kadhabun, kwamba huyu mtu ni muongo mno, amepitiliza katika uongo wake. Hivyo basi hata almasihu dajjal maana yake ni masihi muongo mno, kapitiliza katika uongo. Na je, kuna uhusiano gani kati ya masihu dajjal na kurejea kwa Israel ambayo tunaiona leo hii? Baada ya kusema haya, je, kama masihu dajjal ni masihi muongo tuliyemfahamu, je, masihi mkweli ni nani? Masihi mkweli ni nani? Basi tukienda katika maandiko matakatifu, katika Qur'ani imeainisha wazi katika sura ya 3 aya 45, na baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, baada ya kujikinga na sheitani, tutaisoma aya hii inayotuainishia wazi kwamba ikisema, idh qalatil malaikatu ya Maryamu inna Allaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhu almasihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Na malaika walipomwambia Maryam, ewe Maryam, hakika ya Allah anakupa bishara ya mwana ambaye ni neno litokalo kwake, jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam, yani ndio huyo Yesu mwana wa Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin, mwenye heshima duniani na akhira, na ni mwenye kukaribishwa daima. Hivyo basi kupitia andiko hili tunapata kugundua, tunapata kuona wazi kwamba masihi aliyetambulishwa kwamba ni masihi wa kweli kupitia tamko la malaika kwa Mariamu ni huyu Masihi Isa mwana wa Maryam. Na mwingine yote atakayedai umasihi tofauti na huyu atakuwa ni masihi muongo. Na hata tukienda katika sura 19, sura ya Maryam, tutaona kwamba
Wakati Roho Mtakatifu amemwendea Maryam kumpa bishara ya kupata mtoto, Maryam alistaajabishwa sana na tamko lile, akiona inawezekanaje nikapata mwana, nikapata mtoto hali hakupatapo mwanamume kunigusa. Ndipo malaika akamwambia katika aya 21, akasema kadhaliki qala rabbuki, hivyo ndivyo alivyosema Mola wako, huwa alayya hayyinun, hayo kwangu ni mepesi mno, walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna, na ili tumfanye yeye Masihi kuwa ni ishara kwa watu na ni rehema itokayo kwetu. Wa kana amran maqdiya, na hilo lilikuwa ni jambo ambalo tayari lilikwisha hukumiwa. Hivyo huyu Masihi tunaona amezidi kupandishwa daraja, yeye ameheshimishwa duniani na akhera, yeye ni katika wanaokaribishwa daima, na yeye pia ni ishara kwa watu. Sasa kwa maana somo lake ni somo muhimu mno, lakini ndiye mtu pekee aliyewahi kuja duniani kama nabii na akaondoka duniani kama nabii, na baada ya miaka 2000 takriban na zaidi atarudi tena duniani kama nabii. Hivi ifahamike wazi kwa herufi kubwa, alikuja kama nabii, akaondoka kama nabii, na atarudi kama nabii, na hakuna yeyote anayeweza kumvua cheo chake cha unabii. Sio mimi wala sio wewe, bali mwenye uwezo wa kumvua cheo kile ni yeye mwenyewe Mwenyezi. Mwenyezi aliyempa kile cheo ndiye anaweza kumvua cheo kile cha unabii. Na kwa maana hii basi tutagundua wazi kwamba wakati yeye alipokuwa angali ni mchanga, Maryam akiwa amembeba mtoto baada ya kujifungua, akarudi kwa jamaa zake. Jamaa zake walistaajabu sana kwa tukio lile, wakamwambia Maryam, laqad jiti shay'an fariya, Maryam umeleta jambo zito mno, mama yako hakuwa na tabia kama hii, baba yako hakuwa hivi, hakuwa na tabia kama hii. Ina maana mtoto huyu umemtoa wapi? Tabia hii imetokea wapi Maryam? Maryam kwa kuwa alikuwa ametia nadhiri ya kutokumsemeza mtu siku ile, alikuwa kwenye saumu ya kutokumsemeza mtu, basi alichokifanya fa asharat ilayhi, akamwashiria mtoto, kwa maana mtoto atazungumza kwa niaba yangu, na hii itakuwa ni muujiza kwenu kwamba mimi nimetakasika na hizo tuhuma zote mtakazonidhania. Mfano, mtoto akazungumza akiwa mdogo, yani Masihi ya Isa mwana Maryam akiwa angali mchanga, akazungumza akasema katika aya 30 na 31 sura 19 hiyo, qala inni abdullah, akasema hakika mimi ni mja wa Allah, ni mja wa Mwenyezi, atani alkitaba waja'alani nabiyya, amenipa kitabu na amenifanya kuwa ni nabii, waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya, na amenifanya kuwa ni baraka popote niwapo, na amenihusia juu ya kusimamisha sala na kutoa zaka muda wa kuwa ni hai. Na ukienda kwenye lugha ya Kiarabu, madumtu hayya, kitendo hichi kinafahamika kwamba maana yake muddata dawami hayya, yani muda wa kudumu kwangu kuwa hai, haya mambo yote yatakuwa ni yangu. Na katika Uislamu tunafahamu kwamba Nabii Isa alayhi salam hakufa, aliondoka, atarudi, na kwa kuwa kila nafsi itaonja mauti, anarudi na atakufa kama wanavyokufa watu wengine. Hivyo basi maana yake nini? Atakaporudi atakuwa bado yuko hai, na kwa kuwa yuko hai, basi haya mambo yote yatakuwa ni mambo muambatano kwake. Hakika mimi ni mja wa Mwenyezi, amenipa kitabu, amenijalia kuwa ni nabii, amenifanya kuwa ni baraka popote niwapo, amenihusia juu ya kusimamisha sala na kutoa zaka muda wa kuwa ni hai. Kwa hiyo anarudi kama nabii. Anarudi kama nabii kwa watu gani? Wakati tunaamini huu ni umma wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni nabii wa mwisho. Anarudi kama nabii kwa watu gani? Maelezo haya bado hayajitoshelezi ya kusema hii ni sababu
ya kumvua yeye unabii. Hapana, anarudi kama nabii kwa watu wake. Watu wake ni wakina nani? Watu wake ni Banu Israil, yani ni wana wa Israeli. Alitumwa kwao kwa kupitia ulimi, kwa kupitia lugha iliyo katika Qur'ani. Aya zilizo katika Qur'ani zinasema kwamba alitumwa kwa wana wa Israeli. Lakini leo hii wana wa Israeli wako wapi? Msamiati ule Qur'ani iliacha kuutumia msamiati kwa maana wana wa Israeli, ikawa sasa hivi inawaita kwa jina la ahlul kitab, watu wa kitabu, kwa maana wana wa Israeli waligawanyika. Na baada ya wana wa Israeli kugawanyika, kundi moja katika wana wa Israeli lilimwamini Masihi, likamkubali. Hawa wakawa wanaitwa wanaswara au manaswara, yani Wakristo. Hawa ndio walimkubali Masihi, walimkubali Yesu. Lakini wale wengine wakabaki na msimamo wao ule ule kwamba huyu sio Masihi. Walimkataa Masihi, wakakufuru, wakasema wanaendelea kumsubiri Masihi mwingine asiyekuwa yeye. Ndipo baada hapa sasa tunaambiwa katika Qur'ani, Masihi aliwaambia wana wa Israeli, man ansari ila Allah, ni wakina nani wataninusuru mimi katika hii dini ya Mwenyezi? Qala alhawariyuna nahnu ansarullah, wakasema wanafunzi, hakika sisi tutakunusuru katika hii dini ya Mwenyezi Mungu. Basi faamana ta'ifatun min bani Israila wa kafara ta'ifa, kundi moja katika wana wa Israeli likamwamini, likamkubali, kundi nyingine likakufuru. Hawa wakawa wanaitwa wanaswara, hawa wakawa wanaitwa Wayahudi. Na ndipo sasa tunapata msamiati mpya Qur'ani inaanza kutumia. Hawa waliokuwa ni wanaswara, hawa Wakristo, ndio ikawatambua kama ahlul injili, watu wa Injili. Na wale ambao walibaki katika msimamo mwingine wa kubaki na Taurati, wale wakawa ndio Wayahudi. Kwa hiyo leo hii tunapozungumza, tunazungumzia watu wa kitabu. Kuna watu wa Injili na watu wa Taurati, Wakristo na Wayahudi. Kwa hiyo anarudi kwa watu gani? Anarudi kwa jamii ambayo alikuwa ametumwa kwayo, kwa jamii yake. Haya ndiyo maelezo yaliyopo katika Qur'ani. Sasa tukitoka hapa, ikiwa hiki ndiko cheo tunachokiona, yani hichi ndio cheo ambacho tunakiona ni kikubwa alichopewa Masihi Isa mwana Maryam, basi kama daraja yake ni kubwa kiasi hiki, je, yule yeyote ambaye atajifanzia, atadai umasihi kama alivyo Masihi Isa mwana Maryam, je, somo lake halitakuwa somo muhimu pia kwa sisi kulijua, ili tuweze kukwepa mitego yake, tuweze kukwepa vishawishi vyake, fitina zake, hadaa zake na ghururi zake? Itakuwa ni muhimu pia somo lake. Lakini je, tukienda kusoma Qur'ani kuanzia mwanzo wake mpaka mwisho wake, kuna neno Masihud Dajjal, yani Masihi muongo, tutalikuta kwenye Qur'ani liko wazi wazi? Hapana. Ukisoma Qur'ani yote hautakuta neno Almasihud Dajjal, yani Masihi muongo. Kwa nini? Tunahitaji maelezo. Je, Qur'ani haijataja somo kama hili na ni somo muhimu? Tutawezaje kufaulu somo kama mtihani kama huu? Tutawezaje kufaulu ikiwa Qur'ani ndio mwongozo wetu na halijataja somo kama hili wazi wazi? Maana yake nini? Maelezo yake haya, maelezo yake ni yapi? Maelezo yake ni kwamba Qur'ani imeteremka katika aya za aina mbili. Kuna aya ambazo ni aya muhkamat na kuna aya ambazo ni aya mutashabihat. Aya muhkamat ni aya ambazo maana zake ziko wazi wazi, hazihitaji mafumbo, na kuna aya ambazo ni aya mutashabihat, maana zake ziko katika hali ya kujificha, kwa sababu hizi ni aya za mafumbo, aya za mifano. Hivyo tunapohitaji kuelezea aya muhkamati, huhitaji miwani, kuvaa miwani ndipo kuzibaini kwamba hizi ndizo aya za wazi wazi, zinaonekana na kila mtu aliye na imani na asiyekuwa na imani, akiona tu anaisoma anaelewa. Lakini tukienda katika upande wa pili wa aya ambazo ni mutashabihati, ambazo zimefumbwa maana yake, hizi aya zinahitaji jicho jingine kuweza kuzitambua na kuzibaini. Na kwenye sura 3, sura Ali Imran aya 7, Mwenyezi Mungu anasema kupitia Qur'ani,
huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab, yeye ndiye aliyekuteremshia hiki kitabu ewe Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndani yake, yani kitabu hiki Qur'ani, ndani yake zipo aya zilizokuwa na maana ya wazi wazi, nazo ndizo msingi wa kitabu, ndio uti wa mgongo wa kitabu. Anasema aya hizi zinahitajia tafsiri tu, maelezo ya kawaida. Wa ukharu mutashabihat, na aya nyingine ni aya za mafumbo, aya zilizokuwa ni za mifano. Aya hizi zinahitajia tawili, zinahitajia kutondoa maelezo yake, zinahitajia kutohoa maelezo yake, zinahitajia kufumbua yale maelezo, kwa zinahitajia tawili, sio tafsiri. Kwa hiyo hizi aya ambazo zimefichikana maana yake zinahitajia maelezo ya ndani zaidi. Wa ukharu mutashabihat, lakini wale ambao wanaopogo katika mioyo yao, wanaopogo, wanaopotovu na wanatafuta fitna, kuwafitinisha watu, huziendea aya hizi za mafumbo ili kuweka fitna ndani ya watu. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, na hakuna anayejua ta'wili ya aya hizo isipokuwa ni Allah Mwenyezi pekee, ndo anajua maana yake. Hivyo tunapoleta maelezo ya aya ambazo zimefichikana maana, kwa maana mimi na wewe na wanaochuoni wetu ambao tunawafata huwa wakitoa maelezo ya aya ambazo zimefichwa maana yake, aya mutashabihat, huwa wanaegemeza elimu yao kwa kusema Allahu ya'lam, kwamba Allah ni mjuzi zaidi, ndio mjuzi zaidi wa maana iliyofichikana. Lakini haimaanishi kwamba hatuna haki ya kuelezea aya hizi za mifano. Kwa hiyo katika namna hii basi tunaendelea na somo letu. Huyu Masihu Dajjal, kama hatukumkuta kwenye aya ambazo ziko wazi wazi, hajatajwa kwa jina kwenye Qur'ani yote, basi maana yake ni nini? Maelezo yake ni kuwa tutamkuta katika aya ambazo ni aya mutashabihat, aya za mafumbo. Je, kwa nini Dajjali amewekwa katika aya za mutashabihat? Maelezo yake ni mengine pia. Mkituruhusu kwenda katika uwanja wa hadithi, kama vile Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia sahaba wake Imran ibn Husayn, hadithi imekuja katika Mishkatul Masabih ya Imam Khatib at-Tibrizi, na pia katika Sahih Muslim ukienda utakuta Imran ibn Husayn anamnukuu Mtume akisema, ma baina khalqi adama ila qiyami saati amrun akbaru min ad-dajjal, hakuna jambo zito kwa mwanadamu toka kuumbwa kwa Adamu mpaka kusimama kwa saa kiyama kuliko Dajjal. Hakuna kiumbe mzito. Kwenye Muslim imekuja khalqun akbaru min ad-dajjal, hakuna kiumbe mzito kuliko Masihu ad-Dajjal. Maana yake basi, kama hili ndo jambo zito kwa mwanadamu, maana yake kama ndio mtihani, na siku zote mtihani huwa unafichwa majibu ili wewe uweze kufaulu. Je, tumeletwa duniani ili tupewe mtihani, na malipo ya huu mtihani tukifaulu ni malipo ya pepo ya milele. Sasa mtihani gani unakuwa na majibu ya waziwazi? Kwa Mwenyezi Mungu kayaficha majibu yake, lakini sio kwamba kuficha majibu yale kwamba watu watashindwa kufaulu. Hapana, kawapa macho ya kuweza kuona, kawapa akili za kuweza kutumia kufaulu ule mtihani. Na ndio maana hizi aya mutashabihati hauhitaji macho ya kawaida, unahitaji macho mengine ya kuweza kuzifahamu. Je, macho hayo ni macho yapi? Tukienda kwenye hadithi pia katika Sahih Bukhari ya sahaba, hadithi ya 7127, sahaba huyu Abdullah ibn Umar, mtoto wa Umar ibn al-Khattab, hadithi ile anasema, siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama mbele ya watu, fa athna ala Allah bima huwa ahlu, na akamsifu Allah kwa kadri, akamsifu Mwenyezi kwa kadri alivyojaliwa kumsifu. Thumma dhakara ad-Dajjal, kisha akamtaja Dajjal, akawaambia maswahaba zake, yani inni la unzirukumuhu, hakika mimi ninakutahadharisheni naye huyu masihu mpotovu, huyu masihu Dajjal, huyu masihi muongo. Wama min nabiyyin illa waqad anzarahu qauma, na hakuwako nabii yeyote isipokuwa aliwatahadharisha watu wake. Wa inni saaqulu lakum fihi qawlan, lakini mimi nitakutajieni kuhusieni na huyu Dajjal jambo, lam yaqulhu nabiyyun liqaumi, ambalo jambo hilo hakupatapo nabii kuambia watu wake. Akawaambia maswahaba zake, tambueni, innahu a'waru,
hakika Dajjali ni chongo. Wa anna Allaha laysa bi'awara, lakini Allah sio chongo. Allah haoni kwa jicho moja, lakini Dajjal anaona kwa jicho moja. Kwenye hadithi nyingine kaja a'waru aini al-yumna, anaona kwa jicho la ni chongo, jicho la kulia, kwa maana anaona kwa jicho la kushoto. Na Hudhaifa katika Muslim imekuja hadithi ile, kuna maelezo akayatolea, maktubun baina ainaihi kafirun, hadithi ya Mtume pia ameandikwa baina macho yake mawili neno kafir, yaqra'uhu kullu mu'minin katibin wa ghairi katib, kila muumini ataweza kusoma lile neno, awe anajua kusoma au ajui kusoma, akiona lile neno kafir ataweza kusoma. Je, ni macho yepi tunayotumia kusomea jina hilo kafir ili tuweze kufaulu mtihani huu wa Masihu Dajjal, masihi muongo? Maana yake ni kwamba, na Alimamu Nasafi tutakuja kumuona katika tafsiri ya akitafsiri aya ya 46 sura 22 suratul Hajj, Mwenyezi Mungu anaposema afalam yasiru fil ard, je hawakupatapo kutembea katika ardhi, fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha, ili wakapata mioyo ya kuzingatia kwayo. Kwa maana wakaenda kaona mfano mji kama Sodoma tulivyoangamiza, na wakaenda kauona mwili wa Farao namna ulivyolala pale Misri, huenda wakapata mioyo ya kuzingatia kwamba tukiishi kwa jeuri na kwa kiburi kama alivyoishi huyu mtu, na sisi tutapata mwisho mbaya. Huenda wakapata mioyo ya kuzingatia, au adhanu yasmauna biha, au masikio ya kusikia kwayo. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur, ama kwa hakika upofu wa kweli sio upofu wa macho, bali ni upofu wa mioyo iliyomo vifuani. Alimamu Nasafi akasema fama amiyat absaruhum anil ibsari, hayakupofuka macho yao kutokana na uoni, bal qulubuhum anil i'tibari, bali mioyo yao kutokana na mazingatio. Walikulli insanin arba'u a'yunin, na kila mwanadamu anayo macho manne. Ainani fi ra'sihi wa ainani fi qalbi, macho mawili usoni mwake, kichwani kwake, macho mawili moyoni mwake. Fa in absara ma fi alqalbi wa amiya ma fi ra'si lam yadurruhu, ikiwa atatizama kwa yale yaliyomo moyoni mwake na akawa kipofu kwa yale yaliyoko kichwani kwake, hakutamdhuru kwa chochote, huyu amefaulu. Wa in absara ma fi ra'si wa amiya ma fi alqalbi lam yanfa'hu, anasema na kama atatizama kwa yale yaliyoko kichwani kwake na akawa kipofu kwa yale yaliyomo moyoni mwake, basi huyu hakitamfaa kwa chochote, hatakuwa na manufaa yoyote. Na akasema wa dhikru suduri libayani anna mahalla alilmi alqalbu, na kutajwa kwa vifua hapa ni kubainisha kwamba sehemu ya elimu ni moyoni. Na ndipo Allah akamalizia fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fi sudur, ama kwa hakika upofu wa kweli sio upofu wa mioyo, bali ni sio upofu wa macho, bali ni upofu wa mioyo iliyomo vifuani. Kwa hiyo sehemu ya mwanadamu kuchukua elimu, kuchukua taaluma ni moyoni. Hivyo kama utashindwa kusoma kwa macho ya usoni neno kafir, maana yake utasoma kwa macho ya moyoni. Macho ya moyoni yanahitajia nini? Yanahitajia imani. Na kwa kuwa huyu ni kafiri, na wewe kama unasoma kwa macho ya moyoni na wewe una imani, maana yake wewe utaweza kusoma neno kafir. Lakini kama hauna imani, moyo wako ni mchafu, maana yake utashindwa kusoma neno kafir, kwa sababu hatusomi kwa macho ya usoni. Wapo maswahaba alikuwa vipofu. Abdullah ibn Ummi Maktum, huyu sahaba ametajwa. Na je, yule atashindwa kusoma? Hapana. Tukimpa mtihani, soma neno kafir katika paji la uso la Dajjal, anasoma kwa sababu anasoma kwa macho ya moyoni. Lakini Abu Jahal kafiri, tukimwambia soma, anashindwa kusoma. Kwa sababu gani? Kwa sababu anatumia macho ya usoni. Hatuhitaji macho ya usoni. Hivyo basi tunasema kwamba Dajjal anapoona kwa jicho la kushoto, maana yake anaona kwa udhahiri vile vilivyopo mbele yake, mali za dunia, ufahari wa kidunia. Kwa hiyo maana yake anaona kwa jicho la usoni. Na anapokuwa ni kipofu jicho la kulia, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ni kipofu jicho la moyoni, haoni kwa kupitia imani. Jicho lake la kiroho limekufa, maana yake huyu mtu hana imani, na ndio maana jina lake ni kafir.
Kwa hiyo basi, ili sisi tuweze kufaulu mtihani huu, cha kwanza tufanye jitihada za kutafuta mafuta ya kutosha ya mzaituni, sio ya duniani, ambayo yataweza kuwasha, kuziamsha hizi taa, hizi chemli zikaangaza, yani tukainawirisha mioyo yetu, tukanawirisha fuadi zetu, zikawa na nadhari mithili ya thurea, tukaweza kutizama umbali mpaka wa kuzipita nyota. Lakini je, mafuta haya tunayapata wapi? Jitihada za kuweza kufaulu mtihani wa Dajjal ni kumsoma Masihu Dajjal, Masihi mwongo, katika ulimwengu wa mutashabihati, katika mambo yaliyofichikana. Sasa tutaendelea namna, kwa kuwa nadhani muda wangu sio rafiki. Somo hili bado ni pana na simu yangu pia haina nafasi ya kutosha kuendelea kulizungumzia somo hili, kwa sababu huwa inajaa mara kwa mara. Lakini sasa tutaweka kituo katika sehemu hii walau ya kwanza. Somo letu ni lile lile, Masihu Dajjal na kurejea kwa Israel, na ndipo tunabaini kwamba tunachokihitaji sasa hivi ni kupata macho ya kuweza kufaulu mtihani huu, na macho haya ni macho ya moyoni, wala sio macho ya usoni. Nimalizie hapa na nikutakieni siku njema. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.